Habari yako rafiki yangu, I hope uko salama. Natumaini haujambo. Karibu kwenye kipindi cha leo ili tuweze kujifunza mambo kadhaa yanayohusu maisha yetu. Kabla tujaanza, naomba nikupe story moja. Kuna kipindi cha nyuma huko zamani, nilikuwa na rafiki yangu. Nilikuwa nampenda sana, sana. Sasa nikajikuta muda mwingi natumia katika kuweza kumtext, kumtumia message, kumjulia hali, kumwambia vipi, amekwama kidogo namsaidia, amefanya hiki, nilikuwa na enjoy kufanya vitu vizuri kwake. Umeona? Sasa matokeo ambayo nilikuja kuyapata, nikajikuta kwamba yule rafiki yangu anazidi kwenda mbali zaidi na mimi. Hicho kitendo kwa kinaniumiza sana, naumia. Why? Kwa nini mimi nampenda au namfuata zaidi afu yeye anakaa mbali? Baadaye kuna kitu nikajifunza. Kitu nilichojifunza nataka nishare na wewe pia. Tunajua kwamba tunahusiana na watu mbalimbali katika maisha yetu. Either ni kazini, either mahusiano ya ndoa, either ni marafiki, watu mbalimbali watu tunahusiana nao, either kwenye familia. Kitu cha kwanza nilichojifunza mimi katika maisha kuhusiana na mahusiano ambayo nimekueleza, kesi ya kwanza unapokuwa unahusiana na watu au na mtu, kitu cha kwanza elewa kitu gani kimewaunganisha nyinyi. Yaani connection yenu ni ipi kati yako na nini na yeye? Mnahusiana katika vitu gani? Je, unajua mwenzio pia anakuchukuliaje? Au wewe unataka nini pia kutoka kwa yule mwenzio? Kitu cha muhimu sana na cha msingi. Hicho kitakusaidia wewe kuweza kuweka nini? Kuweka boundary baadhi kwa huyo mtu wako ambaye unakuwa naye. Kesi nyingine ambayo ni ya msingi ambayo inabidi tuijue ni wewe kujua thamani yako. Hebu jithamini kwanza wewe. Mahusiano yako yamekuja kama sehemu ya pili, lakini wewe ndo wa muhimu zaidi. Yaani wewe jipe nafasi kubwa zaidi. Jipende, jithamini, jijali wewe kama wewe. Una maono yako, una ndoto zako, zingatia ndoto zako, zingatia maono yako, yape muda wa kutosha. Hivyo, kesi nyingine pia ambayo nilijifunza pale ambapo nakuwa nahusiana na watu ni kwamba lazima nikubali kwamba yule ni mtu ana akili yake, ana mambo yake, au wale ni watu wana akili zao pia na mambo yao. Kwa ni lazima niweze kuwapa nafasi. Mimi nilichokuwa nakifanya nilikuwa kama nataka kudominate yule rafiki yangu, nataka kumfanya kumdominate, kama kumcontrol fulani. Sasa kile kitu si chema. Mtu anapoona kwamba ananyimwa uhuru wake kwa sababu wewe muda wote unataka kumtext, umfanyike, ule uwezo wake wa kufikiri unamfanya uwe nini? Uwe down. Kwa ni muhimu sana sisi kama sisi tunapokuwa tupo kwenye mahusiano, tujaribu kuwapa nafasi wale watu wenzetu ambao tunakuwa nini tunahusiana nao. Isiwe muda wote kama tunawacheze tu, hapana. Kila mtu inabidi aweze kupata muda wake personal. Kwa na sisi pia tunahitaji kuwapa wale watu wetu wa karibu nini nafasi. Lakini kitu kingine pia, si lazima tu huyo awepo. Umeshaelewa? Sio lazima tu huyo uliye naye yeye ndo awe sasa ndo kusema, hapana. Kama nilivyotambua kusema mwanzoni, wewe ndio wa kwanza. Wewe ndio ambaye inabidi uishi haya maisha. Wengine watafuata. Wewe ukijipenda, wewe ukijithamini, wewe ukijijali, ukiona ile thamani yako, inamaanisha wengine ambao unakuwa unahusiana nao watafeel ile energy kutoka kwako, watafeel, watapokea yale matunda mazuri ambayo yanakuwa na nini? Yanatoka kwako. Ni muhimu sana kuweza kuzingatia hilo. Lakini swala la mwisho ambalo kwa leo napenda nishie na wewe, muhimu sana kuweza kujiweka mbali muda mwingine na taarifa zisizokufaa. Taarifa zisizofaa. Muhimu sana kwa sababu kuna mambo mengi sana sasa hivi yanaendelea mtandaoni. Kila mtu anakuja anaongea la kwake. Huyu ataongea hili, huyu ataongea hili. Lakini wewe lazima ujue unasimama wapi. Lazima wewe ujijue kwanza. Ukishajijua utachagua vile vinavyokufaa. Kwa hiyo hata unapohusiana na mwenzako, umesikia taarifa mbalimbali, inabidi ufanye hivi, inabidi ufanye hivi kwa mwenzako. Wewe inabidi ujue kitu gani cha Mungu unachobidi ufanye. Utakijua vipi? Kama nilivyosema mwanzoni, ni wewe kuweza kuwa too sensitive na vitu vyako vile ambavyo ni vya msingi. Asante sana kwa kuweza kunipa muda wako. Nimefurahi, nimeshukuru sana. Naomba nikutakie wakati ulio mwema. Ciao and stay safe.